Na hizi ndizo sifa za mwanamke anayekupenda. Mwanamke anayekupenda kweli, lazima utaona hizi dalili. Lazima atakuwa na hizi sifa. Namba moja, mwanamke ambaye anakupenda, anapenda kudeka kwako. Kwa sababu wewe ndo ba mtu. Mara amekulalia, amekushika shika, na wewe umemshika shika vishavu. Mwanamke anayekupenda lazima adeke kwako. Wanawake wanapenda kudeka, wanapenda kudekezwa. Sasa wewe mpenzi wako kama huaga anataka adeke kwako, unaona kama usumbufu, ndo nasikia na rafiki yangu wa kiume ndo anadeka huko. Mwisho anadekeana. Sasa wewe mpenzi wako akiweka kamguu kidogo tu kwenye paja, hayo mambo hemu achia wazungu bana. Achana na mimi. Unashusha. Mpenzi wako mara akikumbatia kidogo tu, bwana wewe vipi, hemu niachana na mimi. Yaani unakuwa mkali siji kama lidudu gani. Wanawake wanapenda kudeka. Mruhusu mkeo adeke kwako. Unakuwa mkali kama nini bana? Mapenzi hayahitaji usirias kama vile mnafanya kazi nzito. Mapenzi yanahitaji utani. Mara umemkuta mke wako jikoni, anakatakata vitunguu pale, unapiga. Sio kwamba anataka umwache kweli, anasema piga tena kimoyomoyo, mnamwona mkuta anakatakata vitunguu. Yaani namna fulani hivi wanawake wanapenda hizo. Amevaa nguo afu unasema jamani mtoto mkali. Yaani ukivaga nguo mimi hoi, ukivaga hiyo nguo. Sasa wewe unakuwa mkali, ukitoka tu kazini nakwambia mke wako yuko na haraka kupika, kama alichelewa kidogo haiko hivyo. Ndoa inahitaji fani fulani hivi. Kwenye ndoa mkiwa serious mnaachana mapema. Mimi nakwambia. Namba 2, mwanamke anayekupenda anapenda kupiga story na wewe. Mwanamke anayekupenda anapenda kupiga story na wewe. Hakuna viumbe vinapenda story kama wanawake. Sasa kama mke wako apigage story na wewe, kuna mtu anapiga naye story. Kwa makadirio inasemekana mwanamke kwa siku inatakiwa aongee maneno 2000. Sasa omba Mungu ukute ameshaongea na wengine pale majirani, watu wengine, afu ukija wewe ndo aje amalizie. Sasa kama wewe hutaki kupiga naye story unamfokea, ndio maana mnagombana kila siku. Ili aongee yale maneno yake 2000 yaishe ndo atanyamaza. Piga story na mkeo. Mkiona nyinyi mke na mume ampigi story, mkiingia kila mmoja simu, mkiingia kila mmoja siji laptop, hiyo ndoa inaenda kuvunjika. Ndoa inahitaji mawasiliano, kupiga story, mipango, mnaweka simu pembeni mnaanza kupiga story. Nakumbuka siku ile nilivyokuwa na kulitongoza ulikuwa unajishaua. Yaani kuna fulani mniache huko. Ulikuwa unajiona bei ya juu. Sasa mimi bei ya chini. Yaani sasa wewe mwanangu hutaki kupiga story na mke wako, unapiga story na washikaji, unapiga story na mchepuko. Acha upumbavu, piga story na mkeo. Namba 3, mwanamke anayekupenda haombi pesa kwa fujo. Kwa sababu anajua pesa zako ni za kwake, ni za familia yenu. Lazima azitumie kwa mahesabu maalum. Sio una mwanamke yani anaomba hela kama vile radi. Kila muda anaomba hela tu. Kama yeye ni mfuko vile. Mwanamke ambaye labda aliwe halina akili. Kuna mwanamke hana akili. Yaani leo likiona kiatu tu fashion fulani imetoka, linataka. Linataka. Likiona nguo fashion, yani mwanamke akitoa viatu, akitoa nguo, akatoa sijui na manini, nakwambia anajaza semi. Mwanamke uwe na akili, wewe unazihurumia pesa za mume wako. Muone kwanza. Na sisi muda mwingine tunataka pesa. Na sisi muda mwingine tunataka tuambiwe shika hela nenda katumie. Na sisi tunataka hivyo. Mnafikiri sisi hatuna moyo? Namba 4, hapendi watu wengine wa kudharau. Mwanamke anayekupenda, unamdharau mume wangu kwa sababu anakuheshimu. Sasa ukiona mke wako anashabikia watu wengine wanavyokudharau, ndugu yangu umeoa shetani. Namba 5, hawezi kubishana na wewe kama kosa ni lake. Kuna wanaume umeoa mwanamke lakini kosa ni la kwake na bado mnabishana. Kwanza mwanaume hutaki kubishana na mwanamke, toa maelekezo. Bwana, sitaki ufanye kitu fulani. Sitaki ufanye hivi. Kwa nini wewe? Mbona wewe hivi na hivi? Waga wanazunguka kama amefanya kosa. Kama amefanya kosa huyu mwanamke, anatumia kosa lako kutaka kulisafisha kosa lake. Umeona? Sasa wewe mwambie mimi sitaki ufanye hivi, sitaki ufanye hivi. Toa tu maelekezo. Afu kaa kimya, usibishane na mwanamke. Atakudharau. Alafu yeye alete mazengwe. Dadeki. Kwa hiyo mwanamke ambaye anakupenda hawezi kubishana wewe kama kosa ni lake. Nisamee mume wangu nimekosea. Sisi ni wepesi sana mioyo yetu kuwasamea wanawake ambao wanajishushaga. Lakini sisi ni wagumu kusamea kwa wanawake ambao waga wanajifanya wanataka wawe juu kama sisi. Mwanaume ukimwambia tu basi ninaomba unisamee nilikosea. Yaani anateremka hapo hapo. Lakini unamfokea mume wako. Hata kama mume wako amekosea hufai kumfokea. Mwanaume afokee. Acha upumbavu. Mwanaume anaeleweshwa hata kama kosa ni la kwake. Unajua mume wangu ulifanya hivi, mimi sikupenda. Sio mume wangu. Wewe unanipandishia sauti. Kosa ni langu lakini nakufumua. Babake afu baadaye tutazungumzia hiyo kesi. Shamba nini wewe? Namba 6, anakujali. Mwanamke anayekupenda anakujali. Hivi uko kazini umekula? Umeoga? Umefanya yani mke wako sasa wewe hakuulizi umeoga, hakuulizi umekula, yani hakuulizi chochote, hakuzingatii. Huyo hakupendi wala kuheshimu. Mwanamke anayekupenda anakujali. Mbona kama leo uko hali fulani? Na wewe unapendwa kuchunguzwa na mwanamke wako. Wanawake huwa wanaona ajali, wanawake huwa wanaona yani mume wangu siku ya leo sielewi. Naomba usiende sehemu fulani, muelewe mkeo. Sasa wewe mke wako akiongea utakuja kufa mpumbavu wewe.
Mke wako ana haki ya kukuuliza mbona umechelewa leo? Ulikuwa wapi? Na ujibu kwa msimamo. Sio mke wako anakuuliza ulikuwa wapi? Fyoko. Mbavu nini? Mjibu vizuri. Si ulimweka ndani hivyo ili akuchunge. Mwanamke anafaa kukuchunga. Akikwambia hii nguo sielewi, achana nayo. Akikwambia bwana yule mwanamke fulani mimi simuelewi, muache. Wanawake wanaona mbali, mtakuja kung'ang'aniana na majini. Mruhusu mkeo akuchunge, akuulize maswali, sio nafoka kitumbavu. Namba 7, ukimkataza kitu anaacha. Sio unamkataza kitu mwanamke, yeye ndo anaendelea kufanya tu. Bwana maswala yako ya kuondoka bila kuaga mimi sitaki. Bado linaondoka tu. Bado I say huyo hakupendi wala kuheshimu. Mwanamke ukimwambia sitaki ufanye kitu fulani hivi mke wangu, anaacha. Lakini sio unamwambia sitaki, anataka yani unamwambia sitaki kitu fulani, yeye anataka muanzishe mada. Kwa nini unasema sitaki? Usianzishe naye mada. Mwambie mimi nimesema sitaki nione hicho kitu. Nimemaliza. Namba 8. Anakuombea. Sio umeoa mwanamke ana mdomo. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu wanawake nyinyi ndio wachungaji wa ndoa, lakini mna midomo. Chungeni ndoa zenu kwa maombi. Kwenye ulimwengu wanaokamata mume wako na kamata hao michepuko wanaomsumbua huko. Ninatuma roho ya harufu mbaya kwenye nyeti zao wanawake. Pokea harufu mbaya, akikutana nao wao wananuka kama wameoza. Wewe unagombana mume wako, baada ombea mwili wake. Akienda sehemu yoyote hakuna kusimamisha. Mume hana amri juu ya mwili wake kwa mke wake, na mke hana amri juu ya mwili wake kwa mume wake. Una uwezo wa kuamrisha mwili wa mumeo kama unamwona umuelewelewe. Mume wangu ninakamata mdomo wake uwe mzito kutongoza wanawake. Ninakamata roho yake inipende mimi tu, moyo wake unipende mimi. Hauna mamlaka ya kupenda mwanamke mwingine. Ajisikie aibu kutongoza. Ajisikie aibu. Kila mwanamke atakayemuona amuone mbaya kwake. Mimi ndo akiniona anione mzuri katika jina la Yesu. Ninakamata macho yake. Hayana mamlaka kutamani tena mwanamke mwingine. Anitazame mimi. Sasa wewe kila siku mdomo. Omba. Mwanamke ana mdomo. Kwanza mwanaume hufai kuishi na mwanamke ambaye ana mdomo. Muweke apumzike kwao, afundishwe afu ndo mrudishe tena. Nafaa ukirudi kazini urudi mahala salama palipotulia. Sio kama vile unarudi kwenye kalai ambayo lina chips.